Hii story ya leo utaanza kujifunza vitu vingi. Aisee, maoni ni kitu cha muhimu sana. Comment yako hapo weka chini. Bwana, na makosa sehemu fulani, rekebisheni sehemu fulani, na sisi tutalifanyia kazi. Okay, twende kwenye story. Ni mida ya saa 6:03 usiku mzee. Kuna kijana mdogo sana, ana umri wa miaka 18 tu. Anaitwa Francis. Ni mkazi wa Gongo la Mboto, lakini shughuli zake nyingi huwa anazifanyia Kariakoo. Sasa hiyo siku ilikuwa ni siku ya Jumatano saa 6:03 usiku. Amerudi nyumbani amechoka kinoma. Ikabidi ajilaze kitandani kwake baada ya kufanya maombi. Lakini kabla usingizi hujampitia, simu yake ya mkononi ikaita. Akakurupuka akaipokea kwa sababu ilikuwa mbali kidogo, alichomeka chaji. Kaichukua akaipokea. Lakini alishtuka kwanza kabla ya kuongea. Namba ilikuwa haijaseviwa. Ni unknown number mzee. Sasa ikabidi apokee. Halo? Sauti ya upande wa pili iliyopiga simu haikuongea chochote. Akarudia, halo? Sauti ya upande wa pili alikuwa ni mwanaume. Akatoa tu ujumbe, usifungue mlango endapo utagongwa. Simu ikakatwa. Akataka ajue zaidi details za huyo mtu aliyepiga simu ni nani, kwa nini nisifungue mlango wakati ni kwangu, na pia naishi na mamangu, vipi mamangu akifungua mlango. Akataka pia mjuze, lakini akawa ashachelewa, simu ishakatwa. Akapotezea, akaichomeka simu yake chaji, akajiegesha. Dakika 5 nyingi mlango ukagongwa. Akatoka akafungue. Akakumbuka alipigiwa simu, aliambiwa usifungue mlango. Alichokifanya ni kuchungulia dirishani. Akajiona mjanja. Akachungulia dirishani hivi, simu yake ikaita. Namba ile ile aliyompigia mwanzo sio na jina. Kaipokea. Halo? Usichungulie dirishani. Ni hatari zaidi. Mbona mnanivuruga? Ningekuwa ni mimi hapo. Yaani nipo ndani ni saa 6 usiku. Unanipigia simu namba isiyojulikana. Hapo ni vitu ambavyo vinatokea kweli. Aisee. Uvunguni. Hata jini likija linioni, ni uvunguni. Kabidi aulize, umejuaje? Umejuaje nimechungulia dirishani? Niko humo ndani. Uko humo ndani? Uko sehemu gani? Nishakwambia usifungue mlango wala usichungulie dirishani. Simu ikakatwa. Ikabidi awe serious kidogo sasa. Karudi ndani kaweka simu chaji. Azunguke chumba kimoja mpaka washroom. Akague huyo mtu yuko sehemu gani. Akapita washroom, hamna mtu. Akapita dining, hapakuwa na mtu. Kaenda jikoni, hapakuwa na mtu. Akaenda sebleni, hakuna mtu. Aliporudi chumbani, simu yake ikaita tena. Akawa kama anavurugwa sasa, ana data kwa muda. Akaiokota simu yake. Halo? Halo? Sasa mbona nimekutafuta humu ndani sikuoni? Sitaki kunijua. Mimi nipo humu ndani, ila sitaki kujua nilipo. Sasa funua chini ya mto wako, kuna bahasha. Ukishaisoma nitakupigia tena. Ikabidi afanye hivyo kwa sababu simu ilikuwa ishakatika. Akafunua mto, akaona bahasha. Tena bahasha ya rangi nyeusi mzee. Kulikuwa na picha 3 pamoja na karatasi moja iliyoandikwa maandishi nyuma yake. Hizo picha, moja ilikuwa ikionyesha akiwa anatoka kazini, ni mida ya jioni. Ya pili ilikuwa ikimuonesha akiongea na simu, ni mida ya usiku. Pia ya 3 ilikuwa ikimuonesha kipindi amejiegesha kabla hajapitiwa na usingizi huo usiku. Huyu mtu kumbe ananifuatiliaga. Akainua simu ampigie. Namba haipatikani. Ghafla simu ikaita tena. Umeziona hizo picha? Ndio nimeziona, lakini imekuwaje hivi rahisi unanipiga picha afu unakuja unaziweka ndani ya chumba changu bila mimi mwenyewe kukuona umeingiaje? Fungua simu yako, ingia sehemu ya video. Kuna video inayoonyesha ushahidi wote kuhusu kifo cha baba yako. Simu ikakatwa. Jamaa akachangamka kidogo. Unajua tena mambo ya ushahidi wa mzazi. Okay. Akakutana na video ambayo kwenye simu yake hakuwahi kuiona kabisa.
na ilikuwa juu tu. Imagine wewe una simu yako umeitumia miaka miwili, hiyo iPhone 17 yako au iPhone 16 umeitumia kwa miaka miwili, hiyo simu yako ya mkopo umeitumia kwa miaka miwili, halafu unakuja kuambiwa kuna video ndani ya simu yako inaonyesha ushahidi wa kifo cha baba yako. Hivi wewe unaweza ukaelewa na unaingia unaikuta ya kwanza kabisa, kaingia mwamba kaikuta ipo juu kabisa na hakuwahi kuiona, akaiplay. Ilikuwa ni video ikimuonesha baba yake akiwa ndani ya gari na baadhi ya watu wasioonekana walioficha nyuso zao. Ikabidi aifungue, aiplay, aisikilize. Akaplay. Mwanangu, mimi ni baba yako. Unapoiona hii video, mimi nishakufa. Jamaa akashindwa kuuliza kwa sababu ile ilikuwa ni video iliyorekodiwa, recorded video. Video ikafeli, ikakata. Simu nyingine ikaita. Usimwamini mama yako. Nisimwamini mama tena? Mamangu ndo mzazi pekee ndiye baki naye. Nisimwamini kivipi? Yaani huyu jamaa akipiga simu, alipokuwa na mvuruga huyu mwanetu, alikuwa akipiga simu ukimuuliza swali, anakata simu. Anakupa maelezo ambayo hataki umuulize kuhusu hayo maelezo. Mlango ukagongwa wa chumbani kwake, sio nje, wa chumbani kwake. Na akachelewa kufungua mpaka mlango ukaanza kujifungua polepole. Akaingia mama yake mzazi, akakaa chini ya mlango, akaanza kumwambia, "Vipi? Simu imekupigia?" "Mama, umejuaje kama simu yangu iliita?" "Si namba ilikuwa ngeni?" "Ndio, ilikuwa ngeni." Sawa. Sasa hiyo simu uliyopigiwa ikikupigia tena usipokee na usimwamini kuhusu chochote alichokuambia. Kabla jamaa hajajiuliza vizuri au hajamuuliza mamake kwa nini asimwamini huyo anayepiga simu, simu yake pale pale ikaita. Mamake akawa anaivuta hivi kwa nguvu, lakini jamaa aliwahi kuikwepesha pembeni na akapokea. Mamake akafoka, "Usipokee." Jamaa akawa tayari kashabonyeza button ya kupokelea na akaweka loudspeaker. Sauti iliyosikika ya kwanza ni ya baba yake mzazi. "Hello Francis, hiki kifo ni cha kutengeneza. Mimi nipo sehemu nimejihifadhi. Nipo mwanangu, ipo siku nitarudi." "Asa mama unalia nini?" "Namlilia mume wangu." "Au wewe mpendi baba yako?" Mama, mambo yashapita hayo." Wakati wanazozana na mama yake, ghafla taa zikazimika. Baada ya hapo, jamaa akajiongeza, akachukua simu yake, akawasha taa ya simu amulike apate kuona. Ghafla mlango wa nyuma ukafunguka, wakati waliufunga kwa kufuli, na aliyeingia alikuwa ni baba yake baada ya kumpiga tochi usoni. "Baba, umerudi?" "Ndio, nimerudi mwanangu. Mimi ni baba yako mzazi." "Mimi ni baba yako mzazi?" "Babangu lakini kashakufa." "Hapana, ulidanganywa. Ukweli wote anaujua mama yako." Jamaa akabidi amwangalie mama yake. "Mama, haya yanayozungumzwa ni ya ukweli?" "Ndio." "Mama, sasa mbona unaongea kama hujafanya kitu, kama ulichokifanya ni kizuri?" "Hapana mwanangu. Babako hakufa hivi hivi." "Alikufa kwa nini?" Kinya kikatawala. Baba mtu ikabidi adakie. Akasema, "Mama yako anaujua ukweli wote." "Kwani hakukwambia?" "Hakuniambia. Ilikuwa hivi. Kuna kampuni nilikuwa nafanyia biashara. Sasa kuna siri nilijua ambayo sikupaswa kuijua. Na kihelehele changu ndio kilipelekea mpaka mimi kufa kifo feki. Yaani nilitaka kwenda kuwashtaki baada ya kujua wao wanafanya biashara haramu kwenye hiyo kampuni. Ndio wakanipangia njama za kuniua, lakini waliniua kifo feki. Mimi bado niko hai. Si unaniona? Nifinye." Dogo ikabidi achanganyikiwe. "Mama, baba yako kafa." "Baba, mimi ni mzima, nimeuliwa kifo feki." Hujavurugwa. "Mimi nimevurugwa. Hii story sio ya kutunga, ni maisha ya uhalisia wa mtu mzee." "Mama, babangu yuko wapi?" "Baba yako ashakufa miaka 5 iliyopita." Akamrudia baba yake. "Babangu yuko wapi?" "Baba yako ashakufa miaka 5 iliyopita, lakini kwa kifo feki. Mimi ndio baba yako halisi." Wakati wanaendelea kuzozana pale, dogo akauliza swali moja.
kama baba yangu alikufa kifo feki, miaka 5 yote alikuwa anaishi wapi? Yule baba feki akaanza, unajua baba wako alikufa kweli, lakini mimi nilitengenezwa na mama yako ili mradi uje nikuzuge ili tuendelee kuishi hapa kama mimi ni baba yako. Ili yaani jamaa alikuwa anadisia simple sana. Alikuwa anaelezea simple kiasi cha kwamba anachokiongea ni kitu kizuri. Akamkunja babake shati. Jamaa kabandua hivi, aliweka kinyago kinachofanania na babake. Nilikuwa ni jamaa mwingine tofauti. Akasema, "Mama, kwa nini unanidanganya?" Anaanza kumfokea mamake. Mamake akatoka ndani. Aliporudi akarudi na bunduki. Akamnyoshia dogo. "Utanisamee mwanangu." Anataka kumfyatua dogo. "Mama, nitakusamee kwa nini? Na kwa nini unanyoshia bunduki?" Mama akaanza kufunguka. Babako alikufa miaka 5 iliyopita. Na huyu alikuwa feki, babako feki. Kwa hiyo kuna ukweli hapo uliojificha. Sikutaka kukuambia, ningekuharibia ndoto na maisha yako kwa ujumla. Dogo kataa kujua ni ukweli upi huo. Mamake akasema, "Mimi sio mamako na yule sio babako. Mamako halisi pindi alipokuzaa tu alikufa pale pale. Mimi nilikuwa ni mzazi mwenza, tulikuwa kwenye odi moja. Kwa hiyo baada ya mtoto wangu mimi kufariki na mamako kufariki, ikabidi mimi na babako tukununue wewe kutoka mikononi mwa madaktari, kwa sababu babako hakujulikana ni nani, mamako pia ndio kashafariki, na pia sikukununua na baba huyo. Nilikuwa na baba mwingine ambaye nishaachana naye. Huyu alijua ukweli, alijua kwamba mimi na wewe na yeye ni damu moja, lakini ukweli naujua mimi tu, wewe sio damu yetu. Kwa hiyo niliogopa kukwambia haya yote nikiamini kwamba wewe baadaye hautakuja kujua ukweli na utajua tu mimi na baba yako ni wazazi ambao tumekuzaa. Jamaa alichokifanya ni kusema tu, haya nionyesheni picha za mamangu akiwa hai. Akaoneshwa. Babangu mzazi ndio hatumjui kijana. Pale pale polisi wakaingia. Kabla hawajafanya chochote, mama mtu akamfyatua yule jamaa risasi. Kabla polisi hawajafanya chochote, risasi ya pili ikasikika. Kapigwa nani? Kapigwa Francis au kapigwa babake Francis tena? Babake Francis, damu zilikuwa zinamiminika pale pale. Wale mapolisi wanaitwa wazee wakampiga pingu mamake Francis kwa kumuua mmewe, kamkwida, wakaondoka naye. Sasa dogo baada ya maisha yale, babake feki kufa, mama yake feki kukamatwa na polisi, akabaki na mjengo na dokumenti zote bahati nzuri walikuwa wameziandikisha kwa jina lake. Akaona sasa huyu siwe kama mkosi, akapambana kumtafuta baba yake, alione kaburi la mama yake. Ni miaka 19 20 sasa. Atalipata kweli? Akabidi apige mnada apate hela za kwenda kutafuta makazi mapya na ampate babake mzazi. Angalau amuone kwa nini alimkimbia na kwa nini alimteleza ikawa mimba akiwa kwenye tumbo la mama yake. Baba mtu ana kesi ya kujibu. Jamaa akaishi, ikapita takriban miaka 2. Jamaa akashajipata, ana maisha yake mjini, ana maduka yake 2 ya nguo, na kwa sasa kaoa kabisa. Ana watoto 2 wa kike na wa kiume. Pia jina lake tumelihifadhi, sio Francis, ila tumetumia Francis kurahisisha uwasilishaji wa story. Sawa? Na wote niandikie chini hapo kipi ulichojifunza kwenye story hii hapa. Mimi ni Champi_TZ. Usisahau kunifollow Instagram, TikTok, unatumia Champi_TZ. Hapa YouTube pia _TZ. Pia usisahau kuwasilisha story yako hapo chini kwenye hizo namba zinazopita hapo. Hizi namba ni kwa ajili ya WhatsApp kwa kutuma story. Mwisho wa story hapa ndo mwanzo wa story mpya. Usisahau kusubscribe, ndo kitu cha muhimu ili tupate moyo angalau wa kuposti kazi mara kwa mara. Asante. Ciao. Kila saa, kila mda, ingia YouTube.